Sijakula tunda la Kenya kutoka tupate uhuru. Tunaambiwa kesho, 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 kesho. Hata sisi tukarudi tukajiuliza, kwani hii kesho haitafika? Wasife moyo, Mwenyezi Mungu yuko. Wasikufe moyo, Mungu yuko tu, Mungu yuko. Mungu hakuna kitu hawezi fanya. Anaweza badilisha anything. Usife moyo kabisa kabisa. Pastor Dora, kwa maana wale walituma ameshafika hapa na ndio tunaongea nao. Napiga asante sana. Kutoka tuombe na Pastor Waroige. Mimi kutoka nitoke hapo, niliweka mti chini. Mimi nimesaidika kwa sababu vile roho yangu ilikuwa haina amani, niko na amani. Bwana Yesu asifiwe. Hii mti sisi atembea naye tena kwa uwezo wa Mungu. Unamwambia Yesu namna gani? Tunatumikia sayansi yote. Unaamini Yesu anapona? Anaponyesha Jesus name. Yes. Nifubuka. Angalia mkono. Bwana yake alimuacha alipopatwa na stroke. Mwenyezi Mungu akoniacha. Bado niko hai na namtumikia Mungu. Kutoka leo mimi nitakuwa mtoto wako. You will be my man from today. Yes. Jina langu kamili naitwa Agnes Mengi. Miaka niko na 63. Story yangu, nilisoma kawaida. Nikafika standard 7. Nilipopandiliza 7 nikaenda form 1. Nikamaliza form 4. Vile nilimaliza form 4 kawaida, nikaenda college ya telephone operator na receptionist. Nikamaliza, nikafuata first grade 1. Haya, from there nikaolewa. Nilipoolewa tukakaa na bwanangu kwa miaka 28. Na kwa ole rasata na kadecide kuniwacha, akawa mke mwingine. Alipooa mke mwingine akaniacha mimi na watoto. Kwa jumla watoto wangu ni 8. 2 wamefariki, nimebaki na watoto 6. Kwa watoto 6, mmoja tu ndio fanya kazi kwa supermarket. Wengine tu ni hivi tu masla. Halafu sasa alipoenda mimi nikadecide kuja Kayole. Nilikuwa naishi Pangani. Nikatoka Pangani nikakuja Kayole. Vile singeweza kulipa nyumba, singeweza kujifanyia nini. Juu already nilikuwa nimegonjeka. Nilipata stroke ya 2004. Sasa nikawa siwezi jifanyia chochote. Mwishowe vile watoto tulingangana na watoto wangu 2 au wadogo mpaka wakamaliza form 4. Sasa wakawa watu wazima, wakawa hawezi kukaa na mimi. Sasa nikaanza kwenda Kikomba kidogo kidogo, nanunua tu vitu tusuruali tu vitu tudogo tu nauza, at least ndio nipate my daily bread na niweze kulipa nyumba. Na sasa after kupata stroke, sasa hakuna mtu wa kunijali. Mamangu alikuwa amekufa. Sasa nikawa ni lazima nitafutie vile nitakula, vile nitalipa nyumba, hivyo tu. Isipokuwa wakati nikiwa tu hivi nilikutana na mama mwingine, akaniita, akaniintroduce kwa Wanduga Waroinge kanisani. Nikashiriki hapo. Nikishiriki hapo nikamwambia shida zangu, akaniombea. Nilikuwa siwezi kujifanyia chochote. Nikaanza kujifulia na nikaanza kujipigia kidogo. Mara yako ya mwisho kubeba kitu na hiyo mkono ilikuwa lini? 17 years ago.
17 years ago. 18 ndio nilishika kitu na hii mkono. Wow. Saa ingine unalala bila kukula, saa ingine watoto wanalala bila kukula, hivyo hivyo tu. Kwa street nilipitia magumu, lakini saa ingine unaenda kwa street uko na vitu zako unauza, zinakosa kununuliwa, bado tunajipa moyo. Unaweza enda hata even 1 week unauza na ujauza kitu, unauza na hakuna mteja anakununulia. Ni mashida tu ufanye mtu aende kwa street. Kwa juu kama una shida huwezi enda kwa street. Kama una mtu anakusaidia, si utakaa tu kwa nyumba usaidike ukiwa kwa nyumba. Lakini kama una, at least lazima uende ushughulikie maisha yako. Lazima uvae, utaenda uchi, lazima ukule, na mahitaji mengi bado ya kidunia. Naishi peke yangu. Naona kanyumba ni kadogo, utakaa hapa na vijana watoto wa kiume. Inakuwa shida. Na wana kazi. Yale nimepitia ni machungu. Kwa hivyo wacha tu wakae na mimi nikae. Nililala hospitali muda mrefu. At least 3 months. Na nitasema nimepona, nilikuwa sitembei. Mdomo wangu ulikuwa umetoka hapa ukaja hapa. Sasa namshukuru Mungu. Mimi naweza sema ilibandika juu aliniombea. Ilikuwa siwezi kujifulia nguo, naanza kujifulia nguo. Nilikuwa siwezi kujipikia na najipikia. Na aliniombea nikapata mkono nafuu. Na bado alinisaidia, hata nikienda huko, sijaenda huko nirudi bila chakula ya kukula. Mchungaji anajitoleanga. Kila mwisho wa mwezi ananipatia chakula, unarudi kwayo kwa nyumba na unakula masiku kadhaa. Nikipika usiku na mbapikisha ya kalanchi. Alafu namshukuru mchungaji wa Mungu sana juu anatupatianga chakula, saa ingine tunakuja tunakula, anatusaidia. Wasife moyo, Mwenyezi Mungu yuko. Wasikufe moyo, Mungu yuko tu, Mungu yuko. Mungu hakuna kitu hawezi fanya. Anaweza badilisha anything. Usife moyo kabisa kabisa. Government isaidie kwanza walemavu. Watu wale walemavu, wale hawajiwezi. Kwa juu ukiniambia ninunue kitu mzito sitaweza. Ukiniambia niende huko nje nifanye kazi sitaweza. Isipokuwa sasa nikienda niuze vitu wangu tudogo kwa shilingi 1, hapo nitaweza. Lakini kazi mzito sitaweza. Alafu wasaidie wale walemavu wako na umri mkubwa. President, ningependa tu niseme ajali walemavu awapatie first priority. Kwa sababu hawajiwezi, akumbuke tu walemavu. Naitwa Juguna Koine. Miaka lazima nikupatie kwa kitambulisho. Nisaliwa upande ya Rift Valley. Hiyo 1937 ndio kusaliwa kwangu. Na kusaliwa tuliishi huko hadi miaka 52 wakati vita ya emergency iliingia. Vita ya emergency kuingia ndio tulihama huko. Najua wakati huo Kikuyu, Embu, Meru walikuwa wanarudishwa makwao. Nimeishi huku tangu mwaka wa 1952, 53, 54 nikiwa kwa shule, lakini sikusoma sana mpaka mwaka 56 ndio niliingia Kayole mwaka 56. Kuja Kayole nikaajiriwa kazi. Kuajiriwa kazi ni kazi ilikuwa kukamua ng'ombe. Nikatolewa kwa hiyo kukamua ng'ombe. 1956 ndio niliingia Kayole mwaka 56. Kuja Kayole nikaajiriwa kazi. Kuajiriwa kazi ni kazi ilikuwa kukamua ng'ombe. Nikatolewa kwa hiyo kukamua ng'ombe. 1956 ndio niliingia Kayole mwaka 56. Kuja Kayole nikaajiriwa kazi. Kuajiriwa kazi ni kazi ilikuwa kukamua ng'ombe.
lazima niwe mwenye kuangalia kazi vile inaendelea, mwenye kukamua kama nyapara hivi. Nategemea tu mtoto akiniletee chochote kile tunakula na mama. Hawana kazi, kujaribu bahati. Huyu ananisaidia. Mara ya kwanza tulienda, mara ya kwanza nikajua ni mahali mimi najua pale kwenye launda ya about ya stadium, hiyo nyumba hiyo iko hapo, ni mahali mimi nimeshazoea mbeleni nikienda town mimi upitia hapo. Sasa ndio wale ambao wameongoza walikuwa wameshaenda huko mbeleni, wakatuarifu kuna mahali watu usaidiwa, ndio tukasonga naye. Kwanza ule alituonyesha huko ni mzee ambao aliaga, anaitwa Sakayo. Tulisaidiwa kikawaida kama wanadamu, kama ni kitu chochote ambayo kinapatikana na mahubiri mazuri, mambo kama hiyo. Sasa wakati mimi nilienda huko mara ya kwanza, katika maombi nilisikia maisha naanza kugeuka, fikire kaniwacha, mambo mengi kaniwacha. Sasa mimi nakaa, hata hii mara ya pili tulienda. Sasa kama vile nilivyo kwa usaidizi yangu, si mnaona makao vile ilivyo, kusaidiwa ni mahali wewe naishi, uwe naishi nyumba ambao unaona ni nyumba angalau. Kwa maana sasa hapo ukiangalia ni kama Manyata, kwa maana mahali pa kuenda nitaenda wapi? Kiserikali ningependa makao maalum ambao hata kama ni shamba, sijakuwa zaidi ya kushindwa ati mimi naweza kosa kulima. Najua uzee wa mwanaume ni ule tu, naweza kulima nikae vizuri, ikiwa ni kamufugo nifuge niwe nikiona. Najua mzee akiseeka penda sana kuona hii vitu, hii wanyama. Hiyo kile ningemtumia na nimuombe anisaidie naye ni shamba tu, kwa kuwa sina shamba. Hakuna mahali mimi naweza toka hapa ati niende nilime. Nguvu ninaye kidogo, lakini kwa vile mazoezi yangu nilifanya tangu zamani nikiwa mdogo, bado mimi najisikia hamu ya kufuruga mchanga. Mfalme wa amani, ni asante kwa kufika ambao ulituma, na mimi nimefurahia sana. Ile mimi ningetaka ni angalau kashamba tu, mahali ya kulima, kwa maana kule tunaishi huko, tunaishi hivi tu kiholela bila makao maalum. Ningependa kiwa kwa Mwenyezi Mungu shamba ndio mimi nahitaji. Ile ningesema mimi napiga asante sana Pastor Dora, kwa maana wale walituma ameshafika hapa na ndio tunaongea nao. Ni hiyo tu machache niliyo naye, na mimi nashukuru. Nimepiga asante mara ambayo haiwezi hesabika, na Mwenyezi Mungu akulinde miaka yote, uwe na imani na sisi tuna imani. Asante sana. Mbere nĩ ngatho ngũcokia ndungata ĩyo gwĩtwo Warũingĩ, nĩ tondũ nĩ atũtũmanĩire andũ ake, na twacokia ngatho mũno, nĩ tondũ nĩ ekĩte maũndũ mega. Ngai witũ amũrathime ndungata ĩyo ya Ngai, amwĩke maũndũ mega. Acokia ngatho nĩ tondũ nĩ atũnyitĩrĩire na nĩ atũtũmĩra ndungata cia Ngai nĩgetha moke onao mahote gũtũnyitĩrĩra. Na rĩu no tũkene kũngĩkinyĩrwo kũrĩ ona ũteithio ũngĩ ũrĩtũmagwo, no goka ũkanyitĩrĩra mũthuri ũyũ
ona ithuĩ ũgatũnyitĩrĩra. Na ndakiuga nani gaicoka gacokia ngatho ngakiuga thirikari ĩngĩigua tu kĩrĩa mũndũ gwĩtwo Ruto aigua nĩ ũgũtũteithia tũhe tu mũgũnda tu, tondũ ithuĩ tũtirĩ handũ ha gũikara tiga haha. Ũmũthĩ ũkĩngĩrũmana to nĩ kĩrũmanagwo mbara ĩkarũo nene, ithuĩ tũtirĩ riumĩrĩro nĩ nakũ tũngĩthiĩ. No nĩ mũndũ gwĩtwo ndungata wa rũingĩ, Ngai arokũrathima na wĩke maũndũ mega, nĩ tondũ njĩra ĩno nĩ ũhingũrĩte na ũgatũtũmĩra andũ aya, twacokia ngatho na tauga nĩ wega. Na rĩu kũngĩkorwo kwĩna angĩ mangĩkĩoneka tũrĩ already kũmwamũkĩra tondũ mũrĩ a Ngai na ithuĩ tũrĩ a Ngai na tũgakena nĩ ũhoro ũcio. Na inyuĩ mũkĩte Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Na rĩu Ruto nyitĩrĩra bũrũri na ũnyitĩrĩre andũ a Ngai, Ngai nĩ agakũhe muoyo ũcio ũtagathira na Ngai akũrathime. Amen. Mimi naitwa Veronica Wambui Mugunda. Naenda 60, naelekea 65. Nilikuja hapa 2002 Agosti 10 kutoka Makadara. Wakati nilikuja nilifika saa 6 ya usiku. Niko na wasusu wawili. Sasa mwingine haedagi, hata ako tu hapa ndani. Na mwingine tu ako hapa Thika kwa kazini yake. Hii tu ni barabara tu, nakaaga for the time being. Wakati yoyote tu naweza tukatolewa. Ni vile tu kama ningekuwa na kazi mzuri, naweza kudikobolea nyumba, kwa sababu hiyo miaka niko nayo naweza fanya kazi. Sasa ya chakula naendaga tu, saa ingine nikipata kibarua nafanya. CFC nilifanya hivi. Pastor Koki akakuja akaniambia pastor anataka wazee. Sasa nikawasanya, ndio hao unaonaga wakikuja kwa church. Nikawasanya wote, tulikuja mimi basi ya kwanza tulikuja mmoja, mara ya pili tukakuja forward. Usaidizi masomo ni level anatuelekeaga njia mzuri ya Mungu na kunyenyekea na kusaidia hao wase. Mimi nimesaidika kwa sababu vile roho yangu ilikuwa haina amani, niko na amani. Na tena nafurahi akitupeleka mlimani, kwa sababu unaona hii area haikuwa vile. Area imesha kuwa mzuri kwa sababu ya maombi. Mimi nashukuru kwa referee kwa vile ametupeleka njia mzuri. Kama hii wazee hawakukuwa wanajua Mungu ametenda juu ya apostol wetu. Namshukuru sana na Mungu aendelee tu hivyo hivyo tu. Mimi kama mzee naweza kushukuru president wetu Ruto anisaidie na pahali pa kuishi, nikae mzuri na watoto yangu na niwe napumua tu hewa mzuri pahali, niwachane na hii moto yote. Ndio nilikuja hapa nikakaa nikizunguka tu na sinda nikipata kakazi kidogo nafanya na kuomba kwa kulala, nikapewa kwa kulala na mtu mmoja, nikakaa hapo kwa kasi kwake, akaniasa kwa kasi akifunga, mimi nilikuwa nalala hapo.
Alafu nikaendelea. Wakati huo nilikuwa mmoja, tukakuja hapa, nikakuja huku Kayole tu, nikaendelea nikiona sinda tu, nikipata kakasi kadogo naenda nafanya, nikikomboa nyumba na sindwa na kulipa, naomba pesa ya kulipa, nasaidiwa na watu hivi ndio naendelea hivyo mpaka wa sasa. Niko na sinda kwa sababu kama sasa mwili yangu si mzuri. Nilikuwa hospitali mwezi huu wa 5. Ndio nilikuja hapa nikakaa nikizunguka tu na sinda, nikipata kakazi kidogo nafanya na kuomba kwa kulala, nikapewa kwa kulala na mtu mmoja, nikakaa hapo kwa kasi kwake, akaniacha kwa kasi akifunga, mimi nilikuwa nalala hapo. Alafu nikaendelea. Wakati huo nilikuwa mmoja, tukakuja hapa, nikakuja huku Kayole tu, nikaendelea nikiona sinda tu, nikipata kakasi kadogo naenda nafanya, nikikomboa nyumba na sindwa na kulipa, naomba pesa ya kulipa, nasaidiwa na watu hivi ndio naendelea hivyo mpaka wa sasa. Niko na sinda kwa sababu kama sasa mwili yangu si mzuri. Nilikuwa hospitali mwezi huu wa 5, nikalazwa huko, nikatoka. Niligonjeka mguu, ilikuwa na arthritis, hata nimewekwa kwa chuma. Nilienda kliniki siku 3 nikamaliza. Nililemewa na hiyo ya mwisho sizaenda. Nililemewa kwa mfuko. Kutoka hapo sasa naendelea tu, naona mambo inaendelea ikiwa ngumu. Wakati huyo mama alienda akaniambia kuna pahali tunaitwa, mimi ndio nilikuja nikamhudhuria hapo. Alikuja akaniambia kuna pahali watu wanaitwa, kama naweza tuende, na mimi nikaitikia, tukaenda kwa sababu tulikuwa tunajuana. Apostle alinisaidia na sakula. Fare ya kukuja huko naona sasa analipa na tunakuja. Chakula tu napata, naweza kutana na mtu kama wewe ananisaidia na nanunua chakula, na mwingine hivyo ule ananionea huruma ananisaidia na naona chakula. Na hatukupata sikupata sinda ya chakula wakati tulikuwa tunakuja huko. Mimi nashukuru Mungu sana na nitaishi kumshukuru maisha yangu ile yote ile nitakaa ile masiku imebaki, kwa sababu kutoka tuombe na Pastor Waroige, mimi kutoka nitoke hapo niliweka mti chini na nikakuja, hata kama nilisikia kauzungu kidogo, hata nikianza hapo, shika hapo panauma, shika pale panauma kabisa, shika. Sema Bwana Yesu, wewe ni daktari, ingia ndani yangu, sitatembea na hii mti tena, maana wewe ni daktari, ninakuamini, ninakutukuza. In Jesus name, you are healed. Umepona. Weka mti yako chini. Kuja. Tembea, rusha mguu yako vizuri. Rusha miguu vizuri. Tembea. Tembea. I am a soldier in the Lord. I am a soldier in the army. I am a soldier in the army of the Lord. I am a soldier in the army. I am a soldier in the army. Chukua miti yako iwe juu hivi mbele. Inua juu seme. Sitatumia tena. Chukua hii miti yako. Chukua miti yako inua tu juu hivi. Mwambie shetani, sitakutumikia tena. Mimi ni wa Yesu. Sitatembea na miti tena. Mimi ni wa Yesu. Wapi vigelegele? Imepona? Ukiweza kufanya hivi? Bwana Yesu asifiwe. Hii mti sitatembea naye tena kwa uwezo wa Mungu. Mungu amenionyesha singetembea hivyo. Lakini sasa nasikia hakuna kauzungu, nasikia singeurusa hivyo.
hata singetembea haraka hivyo natembea. Sasa wewe Muti, wewe ninakutupa wewe kwenda kwenu katika jina la Yesu Kristo. Na nikakuja hata kama nilisikia kauzungu kidogo, hata nikienda na kwa sababu watu wananipigia kelele huku nje, wewe ukianguka tutakulokota. Na mimi nabeba mti yangu na nabeba hivi, na sitaki kukanyangisha sini. Kutoka hapo mimi natembea hivyo, hata Sunday nilienda chachi hivyo, hata nilisema nisikujua hapa na angali nyingine inanikujianga. Mimi nitawaambia sinda yangu ni kulala na kulipa kama hizi nyumba. Na hiyo kukula na mahitaji mingi sioni ile inatakikana na watu kama sisi. Pengine sasa unaweza enda hospitali kama hiyo, unakosa dawa na una pesa, unakaa hivyo. Unazifumilia tu kwa nyumba. Serikali itusaidie na mambo yale inatusukuma, au kama tunaweza pata pahali pa kukaa. Hiyo ni muhimu sana, kwa sababu sisi kupata pesa ni ngumu sana pale nimefika. President Ruto, nakwambia mimi ningetaka usaidizi wako, kwa sababu tuko na sinda wazee ya mambo mingi, hata ya kukula, hata pahali pa kukaa. Wengi hatuna pahali pa kukaa na tunashindwa na kulipa hata zile nyumba zinapatikana. Majina yangu naitwa Kanieru Kamau. Mimi niko na miaka 75. Mimi sikukuwa kwa raha. Ni kama nilijilea. Ni kama nimelelewa ni babu yangu. Hata masomo mimi sikusoma. Wakati nilitoka kwa kasi, yani nilikuwa nafanya na Foster. Wakati Foster ilikeushwa ikaitwa Telecom, ndio ilisemekana wale wamekoma wasimamishwe kazi. Sasa mimi mwenyewe nikaambia, wewe ni mzee, afadhali uende ukapumzike. Kutoka wakati huo mpaka saa hii sijaandika pahali ingine. Sasa kwa hivyo maisha yetu tunakaa hivi. Naona hivi. Kwa sababu hata tukikua sasa na wacha kusaidia sisi wafurana, hatungekuwa nyumba kama hii. Naona. Sasa unaona hii mizigo yote ni kukosa pahali ya kuwe. Kwa sababu Karumu ni haka tu peke yake. Naona. Hiyo ndio sasa mashinda yetu. Mr. Waronge, ujambo. Mimi nakuomba unipe pesa, angalau nifanye biashara, na nikifanya biashara angalau nijiokoe, kwa sababu mimi niko kwa masida. Na mimi naona ya kukuja kwako nikulilie. Waronge, na kuomba afadhali naye Mungu naye akupatie nguvu, ndio na mimi nifaidike na nikule tunda la Kenya. Sijakula tunda la Kenya kutoka tupate uhuru. Ruto, ujambo. Mimi Mr. Ruto, mimi kuna shinda mingi sana, kwa sababu sina chochote, sina shamba na sina buroti. Jana inaniuma. Mr. Ruto, mimi nakuomba, kama mtu kama mzee kama mimi, ujaribu unipatie pahali au kashamba kadogo, ndio nipate pahali ya kupumzika, kwa sababu mimi kwa hapa Soweto sina buroti
na sina chochote. Na mimi ndio nakuambia Mr. Ruto, hata kutoka wakati ya Mau Mau mpaka tukuje kupata uhuru sijakaa vizuri. Sasa wewe Ruto, na kuomba wasee, wakati ya emergency wengi wetu ndio wanapata tabu. Kumara tulipatia uhuru, tunaambiwa kesho, 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 kesho. Hata sisi tukarudi tukajiuliza, kwani hii kesho haitafika?